Mheshimiwa Kangi Lugola, swala nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na hayo majibu ya serikali, naomba niulize maswali. Yana dalili na jaribio la kuwakana wananchi wa Mwibara wapatao 1575 wa vijiji vya Buzimbwe, Bulamba, Kasuguti, Mahioro, Nyemtwebiri, Kasahunga, Namibu, Bunere, Nambaza na Nsimo, Mwitende, Makwa, Masahunga na Seni kwamba hawaidai serikali fidia yoyote. Ni kwa nini serikali isije Mwibara kuonana na hawa wananchi ili waweze kuweka mambo sawa? Kwa sababu majibu haya yanaonyesha hakuna mtu hata mmoja anayedai fidia. Swali la pili, kwa kuwa sheria hii namba 13 ya mwaka 2007 iliyoongeza mita ziwe 30 kila upande mwa barabara, na kwa kuwa vijijini inaonekana sheria hii haitekelezeki, serikali inachukua eneo ambalo halitumiki kwa sasa. Serikali inaonaje ikirekebisha sheria hii ili wananchi ambao zaidi ya miaka 12, Mheshimiwa Naibu Spika, wamekaa bila kuendeleza maeneo yao, ili waweze kuyaendeleza maeneo yao, ili kizazi kijacho kitakapokuwa kimejipanga kuwa na uwezo wa kulipa fidia, basi walete tena sheria nyingine ya kuongeza upana wa barabara. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Kangi Alfaksad Lugola kwa pamoja, yote mawili. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, sisi kama wizara tuko tayari kwenda katika vijiji alivyovitaja kuongea nao wananchi na kuwaeleza nini serikali inategemea kufanya kuhusu hayo madai yao ya fidia. Na kuhusu mapendekezo yake ya kuhusu sheria, Mheshimiwa Naibu Spika, hii sheria ilipitishwa na bunge hili kuongeza upana wa barabara, ikiwa ni sehemu ambayo tunaamini kwa sasa pengine barabara ya njia 2, sasa hivi tunaongelea njia 6, ili baadaye tusije tukaingia kwenye gharama kubwa ya kufidia. Lakini nikubaliana naye pia kwamba utekelezaji wa sheria hii, kwa sababu ilikuwa mita 45 upana wa barabara na sasa tumekwenda 60. Ni kweli kwamba kulipa hiyo fidia maeneo mengi, Mheshimiwa Naibu Spika, imekuwa ni gharama kubwa, na serikali sasa hivi kupitia Wizara ya Ujenzi tunajaribu kufanya tathmini tuone kama maeneo yale ambayo hasa kweli tunayahitaji yanaweza yakagharimu kiasi gani, na yale ambayo tunaamini hayawezi kuhitajika kwa sasa yako kiasi gani. Tukishapima, Mheshimiwa Naibu Spika, tutawakilisha kujadili serikalini na tuone kama tunaweza tukaleta maombi ya kufanya mabadiliko yote ya kisheria kuhusu maeneo mengi ambayo wananchi ni kweli wengi sasa hivi wameshindwa kuendeleza maeneo yao ambayo kisheria wanahitaji kulipwa, ikiwa ni pamoja na wananchi ambao wako kwenye jimbo la Mwibara ambao wako kwenye mita 7.5 ambao hatujawaondoa, lakini wako sasa hivi wanahesabika kama wako kwenye hifadhi, lakini ni kweli kwamba wanastahili kulipwa na ndio maana wana alama za kijani, lakini tu ni kwamba hatujawabomolea, lakini wako kwenye hifadhi ya barabara. Kwa hiyo wana haki kwenye hizo mita 7.5 pande zote mbili. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa wabunge, naomba maswali mafupi. Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, tunaishukuru sana serikali kwa kutujengea barabara nzuri ya lami kutokea Kabingo kwenda Kasulu hadi Buhigwe. Sasa kwenye kata ya Kasanda, eneo la Kewe, kuna daraja lilijengwa pale likaelekezwa kwenye makazi ya watu, na mvua zikinyesha limekuwa ikisababisha korongo kubwa ambalo ni hatari kwa watoto, ni hatari kwa wananchi wanaoishi maeneo yale. Kwa kuwa mkandarasi bado yupo, ni upi mpango wa serikali kuhakikisha eneo lile linadhibitiwa ili kuweka hali ya usalama katika maeneo ya Kasanda? Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, nadhani ni swala tu la utekelezaji. Naomba kupitia bunge hili nimwelekeze meneja
wa mkoa wa Kigoma aende eneo hilo linaloitwa Kasanda, na ikiwezekana awasiliane na mheshimiwa mbunge ili kwa kuwa mkandarasi yuko kule bado waweze kurekebisha na kujenga mfereji ambao hautaathiri makazi ya wananchi ambao hatutemani barabara zilizojengwa ziwe ni kero kwa wananchi. Kwa hiyo namwelekeza meneja wa mkoa wa Kigoma kwanza aende eneo la Kasanda na aweze kuwasiliana na mheshimiwa mbunge ili aweze kupata maelekezo sahihi ya nini kinatakiwa kufanyika katika hilo eneo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Kakulu, swala nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Umuhimu wa barabara Kongowe kwenda Kivukoni kwa sababu ni barabara inaunganisha majimbo matatu ya uchaguzi: jimbo la Magara, jimbo la Mkuranga na jimbo la Kigamboni, pamoja na kuunganisha wilaya tatu: wilaya ya Kigamboni, wilaya ya Mkuranga na wilaya ya Temeke. Je, ni lini serikali itafanya upanuzi wa ile barabara kwa kuzingatia umuhimu wa viwanda vinavyojengwa Mkuranga pamoja na kule Kigamboni Kisarawe tu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli barabara hiyo ni muhimu na ndio maana barabara hiyo Mheshimiwa Naibu Spika iko kwenye mpango kwanza wa kufanyiwa marekebisho kwa maana ya kuipanua, lakini pia kule ambako barabara inakutana ya Kongowe pale kwenda Mji Mwema, Mheshimiwa Naibu Spika, tunajenga interchange kama tulivyosema, ili tu kuhakikisha kwamba hilo eneo, kwa sababu tunategemea litakuwa na magari mengi, kusiwe na changamoto hata ya kupishana magari ya kwenda kusini na kwenda Kivukoni. Kwa hiyo serikali inalifahamu hilo na tayari tumeshaanza kulifanyia kazi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Tunaendelea. Mheshimiwa Jessica Yuda Mbogo, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kujenga barabara ya Nako Dosidosi Kiteto yenye urefu wa kilomita 72 kwa kiwango cha lami? Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Jessica Yuda Mbogo, mbunge viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya Nako Dosidosi Kiteto yenye urefu wa kilomita 72 ni sehemu ya barabara ya mkoa ya Arusha Kibaya hadi Kongwa yenye urefu wa kilomita 434 inayounganisha mikoa ya Arusha, Manyara na Dodoma. Ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami utatekelezwa kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Awamu ya kwanza inahusisha ujenzi wa sehemu ya Mbauda Losinyai kilomita 31.8, JKT Orujoro kilomita 2 na Moshono Losinyai kilomita 66.2, ambapo kazi za ujenzi zimeanza sehemu ya Mbauda Losinyai. Kwa sehemu zilizobaki serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Jessica Mbogo, swala nyongeza. Asante Naibu Spika. Nashukuru kwa majibu ya serikali, ingawa wameanza kujenga kuanzia Arusha. Kwa nini serikali isianzie Kongwa kwenda Arusha? Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sana niulize swali la nyongeza. Kutokana na athari za mvua za masika, barabara ya Pandambili, Lenjuru, Kiteto hadi Koyaki zimeathirika sana, na barabara hizi wakulima wanazitegemea sana kwa ajili ya kupeleka mazao yao pale Kibaigwa. Je, ni lini serikali sasa ina mpango wa kuanza kutengeneza barabara hizi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu swali hilo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba barabara zote ambazo kimsingi zilikuwa zimeharibika kipindi cha mvua zote tunakwenda kuzikarabati, na baada ya mvua kukatika, Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza tutazikarabati, alafu tumezitengea fedha kwa ajili ya kuzirejesha katika hali yake ya kawaida iliyokuwepo. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kupitia meneja wa mkoa wa Dodoma hizo barabara zote zinakwenda kukarabatiwa ili wananchi waweze kufikisha mazao yao katika masoko. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.